Jambo, karibu ndani. Asante. Karibu sana ndugu yangu. Nashukuru sana rafiki yangu. Tupo. Asante. Vipi? Umeshindaje? Mimi nimeshinda salama. Sawa, ni jambo la kumshukuru Mungu. Nambie ndugu yangu. Vipi za siku 2-3 hizi, maisha yanaendaje mtaani? Ndugu yangu, tunashukuru Mungu, tunapambana mdogo mdogo, lakini kama nilivyokuambia Yesu, hali ya familia yangu, mke wangu ni mgonjwa sana. Vipi lakini bado anaendelea na dawa zake? Dawa natumia, lakini hali bado haijakaa vizuri. Labda kutakuwa na shida gani? Ndugu yangu, mke wangu toka tumekutana ile siku, sasa hivi takriban siku 2. Mimi naomba nikushauri kitu kimoja. Ndio. Kwa sababu ulimpeleka hospitali akampima na kugundua kwamba hana shida yoyote. Hivyo basi, baada ya kutumia hizi dawa ulizopatiwa na wahudumu wa afya na ukaziona hazifanye kazi, ingekuwa ni vizuri zaidi ungemrudisha hospitali kwa ajili ya kuendelea na vipimo vingine. Mpaka hapo process zote nimefanya. Ndio maana siku ile nilikuhitaji ufike hapa nyumbani kwangu, tuone unaweza hata ukanisaidiaje na wewe ndugu yangu, kwa sababu kwa kweli mimi nimefanya kila njia, naona hali inazidi kuwa mbaya sana, hali ya mke wangu. Lakini unajua maisha yetu sisi binadamu, kila mwanadamu anaishi kwa njia tofauti tofauti. Ndio. Hivyo basi unaweza ukampeleka hospitali ikashindikana, haimaanishi kwamba ndio inakuwa mwisho wa yeye kupatiwa huduma. Labda unaweza ukajaribu kumpeleka hata kanisani akafanywe maombi. Labda umeshajaribu kufanya hivyo? Hapo mimi sijatumia njia nyingine zaidi ya kumpeleka hospitali, kwa sababu hiyo ndio niliona njia mbadala na njia pekee ambayo inaweza kumsaidia mke wangu. Lakini ukiangalia kwa sisi binadamu, kuna magonjwa mengine ambayo yanapangwa na Mungu, lakini pia kuna magonjwa mengine ambayo yanapangwa na sisi wenyewe binadamu, hususan wale ambao wanajihusisha na nguvu za giza. Hayo mambo huwa yapo na hizo ni imani, japo tunazikataa, lakini huwa vitu vipo. Sasa cha kufanya, jaribu kumpeleka kwa mtaalamu, yaani namaanisha mganga wa kienyeji, aidha kanisani au msikitini. Nadhani ukifanya hivyo utagundua kitu. Mimi nilifikiria kitu kimoja. Kwa nini siite shekhe aje kumsomea dua? Unachokiwaza kipo sahihi. Kama nilivyokushauri tu, nimekushauri kwa njia nyingi sana. Hivyo basi, wewe mwenyewe ndio mwenye maamuzi ya kuchagua ni njia gani uichague mwenyewe kwa ajili ya kumsaidia mke wako. Hivi mganga anaweza kanisaidia kweli? Mganga anaweza kusaidia wewe, ila sasa itategemea na mganga mwenyewe yupo vipi, kwa sababu waganga wa siku hizi wengi wamekuwa matapeli sana. Mimi siamini unavyosema, sijui waganga, sijui wapi. Mimi unajua naishi kwa imani sana hapa nyumbani kwangu, na ndio maana sijaweka ni uchafu wote ule hapa ndani kwangu. Kwa hiyo naishi kwa imani za Mwenyezi Mungu, na imani na Mungu atanifanyia wepesi pia. Sawa, unajua kila mwanadamu anaishi kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu, kwa sababu Mwenyezi Mungu ndio kila kitu. Tunaishi kwa uwepo wake. Lakini ukiangalia kwa maisha yetu sisi binadamu, tupo aina tofauti tofauti. Binadamu hatufanani hata kidogo. Kama nilivyokushauri, nakushauri njia nyingi sana za kumsaidia mke wako. Unaweza ukatumia njia hii isimsaidie mke wako. Unaweza ukamwita shehe akashindwa kumsaidia mke wako. Unaweza ukamwita mchungaji akashindwa kumsaidia mke wako. Lakini ninachokuomba,
Usiishie kumuita shehe tu kwa ajili ya kumfanyia dua. Dayat, wewe ni ndugu yangu wa muda mrefu sana. Jaribu hizi njia ambazo nimekupatia mimi. Ushauri wako pia nimeusikia. Ushauri mzuri. Lakini basi hebu unaweza kuinuka umuone shemeji yako. Sawa, jambo la heri pia. Kwa hali alionayo, maana inasikitisha sana. Kuna wakati mwingine sasa hivi hata kazi sifanyi, nimekuwa ni mtu wa nyumbani kwa ajili ya kumtazama shemeji yako. Sawa. Huyu mbona sio mgonjwa? Hapana. Na rafiki yangu kuna mchezo ambao anachezewa na yeye hajui. Onetu. Unakanja moja tuipige wauni, tuchangamshe kichwa kwanza. Tuza hapa mimi sina kazanga. Leo sielewi basi leo. Mbona maisha ya leo ni magumu sana wanetu? Inabidi babu twende tukaangalia mazingira. Unaelewa kazi zetu babu. Watu tumsubiri udogo aje atupe mzigo tuone tunafanyaje. Au unaonaje? Hapo halaiki. Hapo. Tusubiri tu udogo. Tuone tunafanyaje au mzigo tukaupushi ili tugawane marunda au unaonaje? Lakini wanangu kuna mahela babu. Kuna mshindo wa kutosha humo. Yaani leo kama kuna mshindo wa kutosha, yaani leo tutaenda kupata sasa hivi kitu ile kuna kubali. Mimi naenda beach. Wewe dogo ni ndezi eti, yaani wewe dogo ende beach wewe. Beach hizi shaizoea babu, labda Malambo. Shwari kuda. Vipi sasa mbona umekaa kishamba hapo? Wewe mzigo kwa wapi babu unakuja mikono mitupu? Babu mzigo kwa wapi babu mbona unakuja mikono mitupu babu? Yaani kufika hapa tu na mimi unaniomba mizigo? Dogo, kuja kwanza niwaelekeze tatizo. Acha mimi naelekeza hapo mnakuja juu sasa hivi. Acha dharau sawa. Acha dharau dogo. Acha dharau. Tulia basi babu niwapange. Utupange kivipi kuleta mzigo babu? Utupange kivipi babu? Mbona na mzigo kwa wapi babu? Unaondoka bila mzigo babu. Rudi babu. Njoo. Naleta huko kuna dharau wewe. Kuna dharau. Wewe. Kaa chini. Kaa chini utupange babu. Dogo. Dogo mimi dogo sitakaki masiala dogo sawa? Kwa hiyo dogo aise. Wewe. Babu kaeni basi sasa chini niwaelekeze babu. Wewe. Hata babu unavyonipiga mzigo ndo utakuja. Dogo bado dogo na unguruma. Si ungurumi babu. Una banzi tena dogo. Dogo. Kwa vile babu unaniweza sasa nipigeni sasa nyinyi. Kaa chini dogo. Kaa chini babu. Kaa chini babu. Mwanetu, hao umekutana na Mordekai mwanetu umepiga mzigo kijanja mwanetu. Mordekai mimi sijamuona. Hata unavyoniambia Mordekai sijui tumeuza na Mordekai. Hujamuona kivipi babu? Hata mzigo kwa wapi babu? Mzigo kwa wapi sasa? Dogo tumekuuliza mzigo kwa wapi? Hapo dogo anaanza kuleta dogo mambo ya kijinga eti. Kaeni hapo chini tuongee. Tuyamalize yani. Hapa tunapigana kama watoto babu vipi? Dogo nitakutwanga makofi. Yaani mimi dogo nishakwambia dogo mambo ya kijinga mimi. Kama vipi mimi hamtaki niona nyie. Takula bangi dogo tena. Wewe. Dogo unadharau wewe. Dogo mzigo kwa wapi? Sasa mimi mzigo nilikutana na yule blaza. Blaza sijui ni Mwanga sijui ni nini. Huyo blaza wapi wewe? Yule Blume msai uliompola mzigo babu. Yule sijui ni jini. Hasa yule unamchukuliaje yule babu? Wanetu. Yule ndio aliyokupea mzigo babu. Ni yeye ndio. Babu. Umeabuki sasa babu yule na mchumba mnene mwenye tumba kama kitendese watoto baba amekupolaje bali? Hata mchamba babu. Usichambe maneno, kaa chini tuongeze sasa. Babu, napokaa hapa. Wewe dogo unasema nini? Kwa hiyo muelewe mzigo ulitembea na yule bro. Dogo labda sijakusikia vizuri unasemaje? Bro yule alinitokezea mimi babu, unaona? Kakutokezea kivipi sasa hapo babu? Kakutokezea kivipi? Sasa hapo babu kutokezeaje? Wewe unamuelewa? Babu mimi namuona babu huyo. Bro nitatoka damu. Utoke damu. Kutokezeaje babu? Usipige kofi.
Tulia hapo mwanetu, tulia. Wewe. Mwanetu uko wapi baba? Sasa mimi naambia hapo mzigo wangu. Tunatuambia nini mwanangu, acha dharau mwanangu. Hebu njoo. Mzigo uko wapi? Dogo, yani dada. Dakika za mwisho dogo ngoja kutuambia mzigo dogo. Kutokezea kivipi sasa hapo dogo? Kivipi? Bro, msameze. Uko wapi? Mzigo amechukua mwenye nao. Kirahisi tu au vipi? Unajua mimi nimeongekeaje ule mzigo? Huyu jamaa anatuletea tantalila. Kwanza ni yaani mzigo kwanza nimetulia. Nimeuhangaikia babu, nimekuja ule mzigo na mimi nilitumika. Dogo kaa kimya dogo, nitakula makofi dogo. Kivipi sasa hapo umeuhangaikia wewe? Kupeleka tu kuhifadhi hapo dogo. Sasa ule mzigo kwa wapi? Dogo tunakupa dakika hizi. Wewe mzigo tuuona hapa au hali unaonaje? Hauleti. Potea. Potea basi. Potea, fuata mzigo babu. Potea kubwa babako wewe. Ndalangu sasa hapo. Ndala nini kuda deki nenda hivyo hivyo. Tembea basi kubwa baba. Wewe. Rudi hapa hapa kurudi na mzigo. Akuona hapa mzigo mpaka kulete mzigo babu. Udoka anatuchukuliaje huyu? Hata anasema mwanga. Yule kipunge ngawe mwanga. Siko haoni hakuna mwanga. Wewe mwenyewe tusema akiacha kuja na mzigo babu na mkanda. Yaani mimi huyo nampasua kwa babake. Na chinja. Na tena anatujibu kifala tu eti nipoteza nini kudada. Mimi ndio kashama doka na kakibuli kakipumba pumba. Kwani mimi nitaendelea kumkanda hivyo mpaka akili mkae sawa basi. Kakae udoka ameshaka sasa. Meza ya kifahari lakini haina joto, nuru kali nachora vivuli, moyo wangu uko mbali. Nimekipenda pazia la giza. Hali ya mgonjwa nimeiona. Kiukweli hailezeshi hata kidogo. Hivyo basi nakuomba fanya wepesi, usichelewe. Vipi ndugu yangu? Una kinywaji gani unatumia? Kuhusu kinywaji usijali. Ila kama ningepata maji ingekuwa ni vizuri zaidi. Sweet. Nikamwekea baba yako maji. Afu niwekee na mimi maji. Unajua diet unajua ndugu yangu diet umeweza kunifumbua mambo mengi sana ambayo nilikuwa siyafahamu. Nashukuru pia kwa ujio wako. Usijali. Wewe ni rafiki yangu na tumetoka mbali sana. Hivyo basi kusaidiana kimawazo, kifikra, hilo ni jukumu langu. Kwa hiyo siwazi kabisa. Ondoa hofu, ondoa wasiwasi. Pia shemeji yangu, nadhani ufanye kama nilivyokuambia. Tunaweza nusuru hali yake ikawa vizuri. Sasa Mr. Omari, mimi naomba nikuache kidogo nielekee nyumbani kwanza. Kuna mambo nahitaji kwenda kuyarekebisha. Dad. Hapa ndugu yangu umeshafika nyumbani. Nafahamu ni nyumbani pia. Wewe ukafika kuondoka hivi. Kwa subiri tupate chochote. Wewe tena. Zetu utaenda. Ikiwezekana hata kulala pia. Jumba. Maji mimi kwangu ni sawa. Yamenitosha, kwa hiyo ondoa shaka kabisa. Ndugu yangu, kwa kweli kwa hilo sitajisikia vizuri. Hawezi ndugu yangu ukafika hapa halafu kaondoka hivi eti kisa umepata maji. Kwa ndugu yangu subiri tu kama dakika kadhaa tupate chakula wote halafu then utaenda. Kwa sababu umetaka hivyo, Ndio. mimi sina budi. Nitafanya kama ulivyotaka.
Vizuri, nashukuru kwa hilo. Nashukuru kwa kunikubalia ombi langu. Ondoa shaka. Sweetie? Okay. Hebu unaweza kuongozana na rafiki yako muweze kutuandalia chakula hapo mezani. Siku hizi umekuwa mzee, alafu mama yako hajapata dawa, mnacheza na mageni. Ndugu yangu, watoto wa kizazi hiki ni changamoto sana. Rafiki yangu, ndio ndugu, hawa watoto hao wanao sana makini. Kwa sababu unajikuta wanafeli sana kwa sababu ya kukalia kucheza mageni. Unajua, binti yangu kila siku hapa tunapigizana kelele. Akiamka tu simu kashakwapua tayari, mwendo wa magame. Magame TV. Sasa wewe kama baba, paswa kumwangalia mtoto akifanya hayo mambo, kwa sababu wewe ndio mwenye simu. Na huwa anaiba simu yako au anakuja kuangalia kwenye TV. Wewe unapaswa kuwa makini sana. Kwanza binti kama huyu kwa umri wake tu hapaswi kutumia simu. Sawa, hilo lenyewe nitalizingatia, nitaliweka sawa kwa sababu ukiangalia hata sasa hivi Gloria kutoka koto na nawisha. Binti yangu nitazingatia. Unataka aweze kuclear kabisa masomo vizuri, aweze kuhitimisha ndoto yake, kamilisha ndoto yake. Kwa hiyo ndugu yangu, napaswa tuishi na watu. Na watu pia tunaangalia pia wanaishi vipi na sisi. Sawa. Sio eti kwamba ishi na watu vizuri afu je, wao wanaishi vipi na sisi? Sasa rafiki yangu, naam dad. Mimi hapa nashukuru sana kwa chakula. Chakula ni kitamu, kimepikwa vizuri. Kiukweli nimekipenda. Pia sina mambo mengi, naomba nikuache kidogo nikaendelee na shughuli zingine. Nadhani tutaonana wakati ujao. Basi sawa, karibu sana dad. Basi sawa. Nashukuru sana. Sawa, karibu sana dad. Sasa nadhani
uzingatie ushauri niliokupatia. Sawa. Itakuwa ni vizuri zaidi. Ndio. Kaka huyo. Hodi. Karibu kakaangu. Asante. Habari ya hapa? Nzuri kaka, habari za huko? Nzuri kakaangu. Ndio. Karibu. Asante bwana. Karibu tukae. Sasa habari ya huko? Nzuri kabisa. Ndio. Karibu tukae. Haya. Mimi na wenyewe watoto tuamka hapa. Hamna shida. Hapa tunatosha. Habari hapa? Nzuri kabisa kaka. Wazima nyinyi? Si wazima, tunamshukuru Mungu kaka. Niambie kakaangu. Nilikuwa napita dada yangu, nikaona ngoja nipite hapa nije nikusalimie. Na wewe kakaangu umeadimika siku hizi wewe. Sikuonioni. Hapana, ni majukumu tu dada yangu tulionayo ni mengi ndugu yangu, ndio maana tunapambana huko na kule hivi ili kujipatia kitu chochote kitu. Vipi lakini kakaangu huko? Kaka yako na siku nyingi simuoni pale dukani. Ila ninavyosikia mke wake ni mgonjwa sana. Wewe kaka usiniambie. Na wewe ugonjwa umeanza lini? Yaani una muda mrefu sana. Ndio maana hata paka sasa hivi yule nani Omari kaka yako hapungui. Yaani jamani, hata kulipigia simu bado hajanipigia, na mimi sasa siku nyingi huko hata siendi, sasa hata sijui kabisa kinachoendelea. Sasa pengine anaweza kuwa labda pengine hata salio hana. Kwani yule si kaka yako kwani haja kupigia simu? Meza ya kifahari lakini haina joto, nuru kali inachora vivuli, moyo wangu uko mbali. Nimekipenda pazia la giza, nimekipenda mwisho wa riziki. Ulimwengu wangu ni kimya, umejaa simanzi. Nimekipenda kafara ya nafsi yangu.